kwa siku ng'ombe anahitaji takriban masaa 12 mpaka 14 toshelevu ili aweze kupata mapumziko ya kutosha ndani ya siku moja. Lakini kabla sijaenda mbali juu ya somo la leo, nikukumbushe wewe, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea YouTube channel yetu hapa Josasa Farm, hakikisha umesubscribe channel yetu, lakini pia umelike. Usisahau pia kushare jumbe zetu hizi nzuri pamoja na wafugaji wenzako ambao unatamani nao wapate jumbe hizi kutoka hapa Josasa Farm. Hivi punde nitakuja kukupa manufaa kadha wa kadha ambayo ng'ombe anayapata endapo atalala vizuri, atasinzia vizuri, atapumzika vizuri. Faida ya kwanza, ndugu mfugaji, ng'ombe anayelala vizuri anaongeza kiwango cha uzalishaji wa maziwa kwa siku. Nisema hapo awali, ng'ombe anahitaji takriban masaa 12 mpaka 14 kwa siku ya kulala, maana ya kupumzisha mwili wake. Kwa hiyo kinachopelekea ng'ombe kuongeza maziwa ni mzunguko wa damu kwenye kiwele, ambayo kitaalamu tunaita blood flow in the udder. Yes, kwenye kile kiwele cha ng'ombe kinapata mzunguko tulivu na kwa muda mrefu. Kwa hiyo kitendo cha ng'ombe kupumzika vizuri kinaongeza mzunguko wa damu hadi kwa 30% kwa siku, ambapo huo mzunguko wa damu ndio kisayansi una mchango mkubwa sana kwa ng'ombe kutengeneza maziwa ya kutosha kwa siku. Kwa hivyo ng'ombe anayelala vizuri, anayepata muda mzuri wa kupumzika, ni lazima ataongeza kiwango cha uzalishaji wa maziwa. Faida ya pili, ndugu mtazamaji, ng'ombe anayefanikiwa kupumzika vizuri, anapata hayo masaa 14 kwa siku ya kupumzika, huwa anaongeza kiwango kikubwa cha kinga ya mwili. Tunasema kitaalamu tunaitwa ile immunity yake ya kupambana na magonjwa inakuwa kubwa. Hivyo sio rahisi ng'ombe huyu kumkuta anaugua magonjwa ya mastitis, ugonjwa wa kiwele ambao kitaalamu unaitwa mastitis. Kwa hiyo ng'ombe anapofanikiwa kulala muda mrefu, kupumzika, ni kwamba anakuwa na nafasi nzuri ya kujitengenezea virutubisho ambavyo utengenezwaji wa virutubisho hivyo una matokeo ya moja kwa moja ya kuongezeka kwa kinga ya mwili. Hivyo basi ng'ombe anayepumzika vizuri kwa siku huwa anaongeza kinga na hatimaye anakuwa anaweza kupambana na magonjwa. Mfano kwa magonjwa nimeelezea ni mastitis, ule ugonjwa wa kiwele. Faida namba 3 ni kwamba ng'ombe huyo anapunguza kwa kiwango kikubwa kitu kinaitwa msongo wa mawazo, ambao kitaalamu tunaita stress. Hivyo basi ng'ombe anapofanikiwa kulala au kupumzika, kusinzia muda mrefu, anafanikiwa sana kukabiliana na msongo wa mawazo, kwa sababu moja ya athari ya ng'ombe mwenye msongo wa mawazo huwa anapata changamoto kwenye kiwango cha kula kwa siku, ambayo tunasema kitaalamu tunaita anapunguza feed intake yake, inakuwa ni ndogo ukilinganisha na ng'ombe ambaye hana stress. Hivyo basi ng'ombe ambaye atakuwa na msongo wa mawazo itampelekea kutokula vizuri kwa siku, ile feed intake yake inakuwa ndogo. Kwa hiyo unapomtengenezea ng'ombe wako mazingira mazuri ya kulala, kupata usingizi wa kutosha ndani ya siku moja, ni kwamba unamuondolea stress, ambayo faida yake itakuja, ng'ombe atakunywa maji vizuri, atakula chakula vizuri, na matokeo yake atagain vizuri na kuwa ng'ombe mwenye ustahimilivu katika eneo zima la afya ya. Faida namba 4 ni kwamba ng'ombe huyo huwa anaongeza ufanisi kwenye eneo zima la mmeng'enyo wa chakula, ambao kitaalamu tunaita digestive system. Kwa hiyo chakula cha ng'ombe kinafanyika kwa ufanisi. Kuna kitendo kimoja kwenye mmeng'enyo wa chakula kwa ng'ombe tunaita, kitaalamu inaitwa rumination. Hii rumination inafanyika kwa ufanisi kwa ng'ombe ambaye amepata muda mzuri wa kupumzika. Na hii rumination ni kitendo cha ng'ombe kucheua chakula. Ng'ombe unapompa majani, ule muda unampa majani, ni kwamba pale wanakuwa kama anayahifadhi tu kwenye sehemu ya tumbo, lakini akifidi ile tumbo likijaa, tunashumu au tunajua kitaalamu kwamba ng'ombe ameshiba. Lakini huwa kuna muda sasa wa kumeng'enya chakula. Ule muda wa kumeng'enya chakula analazimika kukicheua kile chakula. Sasa anapokicheua, hicho kitendo kitaalamu tunakiita rumination. Sasa ng'ombe anayepata mapumziko vizuri ndio mwenye mafanikio mazuri kwenye eneo la rumination process, inafanyika kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo ng'ombe anayepata mapumziko mazuri ndio mwenye mmeng'enyo mzuri na mmeng'enyo mwenye ufanisi mzuri zaidi kwa ng'ombe, ili kuleta matokeo ambayo tunayatarajia. Faida namba 5 ya kumpa ng'ombe wako muda wa kutosha aweze kupumzika inavyopaswa. Ng'ombe anayepata masaa 12 mpaka masaa 14 kwa siku, ng'ombe huyu ana uwezo wa kuongeza uzazi, ambao kitaalamu tunaita fertility. Hii ina matokeo gani? Ng'ombe anapopata muda mzuri wa kupumzika, maana yake umesema hapo awali kwamba mmeng'enyo wake wa chakula una mmeng'enyo kwa ufanisi. Maana yake ng'ombe anapata nutrients zote zinakuwa balanced vizuri. Kwa hiyo hizo nutrients zina matokeo ya moja kwa moja kwenye mfumo wa uzazi wa ng'ombe.
matokeo yake utakuta ng'ombe anaingia kwenye joto kwa wakati, lakini pia ng'ombe utamkuta anashika mimba vizuri bila changamoto yoyote, lakini pia wakati wa kuzaa ng'ombe atazaa vizuri. Lakini mbali na hayo yote, ng'ombe kama ilibidi mpaka kuzeeka kwake akupe ng'ombe 10, ukimtunza vizuri na kama atakuwa anapata ratiba nzuri ya kupumzika, unashaka amekupa mpaka ng'ombe 12, 14. Yes. Kwa hiyo kama utampa ng'ombe wako matunzo mazuri na ng'ombe wako akawa na ratiba nzuri ya kulala, tegemea kuona ng'ombe wako akiwa na uzazi mrefu kabisa, kwa maana ile ya high fertility rate. Sasa kabla sijamaliza kipindi cha leo, naomba wewe mtazamaji, hebu tuambie unafikiri kuna manufaa gani mengine ambayo ungetamani wafugaji wenzako siku leo wajifunze kutoka kwako? Tuambie hapo kwenye comment. Kuna manufaa gani ambayo ng'ombe wako au ng'ombe wa wenzako wanaweza wakayapata endapo watalala vizuri? Nikumbushe, kwa siku ng'ombe anatakiwa alale takriban masaa 12 mpaka 14 toshelevu bila kuwabania. Sasa kipindi kijacho tutakuja hapa, tutaongelea mazingira ambayo yanafaa ufanyaje ili ng'ombe wako walale vizuri bila shida yoyote, bila changamoto yoyote. Mazingira gani uandae ili ng'ombe waweze kulala, kupata muda mzuri wa kusinzia, kupata usingizi mwanana, ili your digestion iende vizuri na hatimaye kuwe kuna matokeo. Tuambie hapo kwenye comment faida zingine unazozijua wewe za ng'ombe kulala au kupumzika muda mrefu, kuna manufaa gani? Josasa Farms tunasema pesa ipo shambani.